to the business. Back to the mchongo. Mchongo ni mmoja tu kupata burudani kali kutokea hapa Hot Zone. Mimi Ali Tano, King of Gen Z. Nimekuambia, umesikia nimekutambulisha watu zaidi ya mmoja. Naye DJ Drama ndo ambaye amekupigia ngoma hizi za kwanza ambazo umezisikia na kuzitazama vile vile. Lakini nimekuambia tunaye Party Master DJ Sama TZ. Huyu unamfahamu vizuri kwa sababu amesha kuburudisha kwenye muziki huu. Inawezekana ni zaidi ya muongo mmoja, miaka 10 zaidi, au sio? Party Master, karibu sana. Hii hapa sina kufikia. Shwari kabisa. Ni faraja kuwa na wewe leo. Shukrani sana. Furahi pia. Safi. Nimesema ni zaidi ya miaka 10. Hivi muongo mmoja ndo miaka 10. Yeah. Nilianza game 2005. DJ Drama ulikuwa wapi 2005? Kwa hiyo miongo mingapi hiyo? 2005 maana DJ Sama. Utakuwa na wajukuu manake kwenye hii game sasa. Of course. Yes. Na ukiona picha kama hii hapa, nadhani ananiwekea hapa. Nataka uniambie niambie DJ Sama. Umeona alivyokuwa chali hapo Yeah man. Hapo hii miaka 10. Japo sijabadilika sana, inazidi. Inazidi. Hii hapa wewe wa sasa. Inazidi miaka 10 kwa sababu hiyo nakumbuka ni kwenye 2014 kama sio 13. Yes. Tayari sana. Kwa ukiona hivi inakuambieje kwenye safari yako ya maisha na upambanaji? Mimi nasema tu Mungu ni mwema kwa sababu unajua game ya kwa ujumla sana ilivyo kibongo bongo. Ukiweza kusurvive miaka 10 tu na still bado kaa uko on trending. Ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Ongea. Ya Mungu anatakiwa kushukuriwa. Na siri ya urembo ni nini? Siri ya mchongo ni nini? Miaka 10 ku-maintain zaidi. Kwanza ni kupenda unachofanya. Lakini pia kuheshimu unachokifanya. Mimi naweza ngasema pia lifestyle inachangia. Lifestyle inachangia kwa nini? Kwa sababu mimi ni mtu ambaye kwanza si nisemeje, yani kuna trend fulani ya vijana labda mimi kidogo waga naikataa sana. Yani huwezi kukuta mimi, of course mimi napiga club sana, lakini huwezi, yani mara chache sana ukuta naenda club kustarehe. Ukienda umeenda kazini. Yani mara nyingi nikienda naenda kazini ama naenda kufanya survey ya kitu ama naenda mara moja, yani naweza nikasema labda kwa mwaka hata mara moja au mara mbili, labda kwenda kusikiliza labda playlist. Labda na mchongo sehemu fulani naweza nikaenda before kama ni sehemu ngeni kidogo nikasikilizie. Hivyo yani, lakini kusema ile natoka daily yani kila siku kutoka kwenda kuenjoy kula bata, kwa sababu kwanza mimi si pombe. Nadhani hicho ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho pia kimenifanya kila siku naonekana kijana. Unaona kuna mtu alisema mtag DJ ambaye hanywi pombe lakini vibe lake kama yeye ndo kaleo, lakini niliona tag za DJ Sama kibao. Na hiyo ndo maana ya the Party Master. Yani ndio kutokea hapo kwa sababu unafanya kazi yako yani ukiwa soba alafu unakiwasha kinoma. So mimi nikiangalia kwa yote ambayo umeyasema Sama, it's like ni mmoja kati ya mtu mwenye discipline. Of course. Binafsi yangu mimi nimekuwa nikisikia kutoka kwa watu tofauti tofauti wakisema mmoja kati ya DJs ambao wana discipline ya juu ni Sama. Na kwa siku kadhaa ambazo tumekuwa tukiwasiliana nimeli-notice hiyo. Nini kilikufundisha hicho au nani alikufundisha? Tarudi pale kwenye lifestyle, alafu pia ni malezi ya nilipotokea. Kwa sababu mimi familia yangu ni walokole. Yani mimi nimezaliwa kwetu, mimi ni mtoto wa mwisho. Kwa hiyo nimezaliwa nimekuta tayari wazazi wangu ni walokole. Kwa sababu kwetu tuna watoto 6. Kwa hiyo wakati wanazaliwa wengine labda wazazi wangu walikuwa na maisha mengine. Lakini wakati mimi nimezaliwa tayari nikakuta wameshakuwa walokole. Kwa hiyo malezi ambayo wamenilea pale yamenijenga sana mpaka sasa hivi. Yani yamenifanya nimekuwa mtu tofauti sana, na before hata sijawa DJ nilisha hapa kabisa. Nikasema I wish hata siku nikija kujulikana kiasi gani, yani nisibadilike the way nilivyo, the way heshima niko nayo, discipline ambayo ninayo kwenye kazi yangu pia na kwa watu. Yani ukiacha kazi hata kwa watu pia na discipline ambayo nilitamani sana isibadilike. Yani wewe hivi nilivyo, yani hata niwe star kiasi gani.
Mimi watu wengi vijana wengi wananijua. Yaani mimi waga naongea na kila mtu. Yaani haijalishi wewe ni DJ mkubwa au ni mdogo. Tukikutana kwenye mazingira ya kazi tutaongea vizuri. Yaani chochote kile labda mtu ataniuliza nitamjibu vizuri, sinaga ile kuvimba. Yaani hivyo yani. Kwa ndo maana wananiona hivi. Yes. Kwa hiyo imenijenga sana hiyo. Na namshukuru Mungu kwa hilo. Hongera sana. Nashukuru sana. Huwa nakwambia, nishakwambia pia na huwa nasema tukiwa hapa kwamba kwa nini kila tukisikia mtu anataja DJs ambao wamemuinspire jina la Sama lipo. Hopefully ushanambia pia na unafahamu kwamba umekutana na tags nyingi kutokea Hard kwa vijana wengi ambao nimekuwa nikiuliza sana. Nani kwa nini unafanya yeye anakuambia Sama au kuna hiki nilijifunza kutoka kwa Sama na vitu kama hivyo. Nashukuru sana kwa hilo. Sama ni mwalimu wa DJing pia. Naweza kusema hivyo. Japo nilifungua academy lakini kwa sasa hivi nimefunga kwanza kwa muda. Lakini mimi nasemaga ni mwalimu wakati wote tu. Yaani DJs wengi waga wanani DM. Inaweza ananiuliza kitu kuhusu DJ. Nachukuaga muda mwingi sana kumjibu kwa kumwandikia ama kwa kumtumia voice note ili aelewe vizuri. Mara nyingi nafanyaga sana hivyo kwa sababu unajua uwezi amini kuna watu wengi sana wanatamani nifungue academy mkoani kwao. Akiacha Dar es Salaam mkoani kwao. Sasa hiyo pia inanionyesha ni jinsi gani watu wana respect uwezo wangu na ukubwa wangu kwenye game. Kwa hiyo nasema siwezi kufanya hivyo kwa mikoa yote. Kwa unachokifanya yani waga najitahidi sana. DJ yote akini DM either na chochote anataka kujua waga najitahidi sana kumjibu. Sometimes naweza nikachelewa kwa sababu ya ubiza lakini nikipata muda wa kusoma vizuri waga namjibu vizuri sana ananielewa na tunaendelea. Kwa hiyo pia ni njia ya kufundisha pia. This DJ Sama TZ. Magari. Producer naiomba hata usikie. Naiomba. Ni mimi ni yeye. Ni yeye basi aitumie. Okay. Aitwa Magaria. Producer wa show anahakikisha umsikie vizuri Sama. Nadhani kuna jambo lilikuwa halijakaa sawa. Of course tuko na DJ Drama tulipofikia umejifunza nini? Bana ndo umeanza kupata tuition hapa. Umejifunza nini? Tulichokuongea wangu. Brother hapa sio mara ya kwanza kukutana naye face to face. Najua. First time naomba nirudie nyuma kidogo kipindi nilikuwa napiga TTG Kimara. Tulienda pale na mzee wangu. Mimi mzee wangu kwanza ilikuwa wakati mgumu kumweleza bwana mzee mimi nataka ni DJ. Ilikuwa wakati mgumu sana. Anaposema likewise na kwetu hivyo ni mimi ni mtu wa dini sana kwetu. Kwa hiyo ili niwe ugumu mzazi kuelewa kwamba bwana DJ ana behave hivi, yani wazee wengi walikuwa lazima anaweza akawa shuhuda. Anaamini kwamba ukishakuwa DJ ni muhuni. Sasa ashukuriwe Mungu siku tunaenda TTG kuna issue alikuwa anakutana na marafiki zake siku tumeichwa. Fika pale akaniambia yule jamaa anapiga akamfuata. Bwana mimi na kijana wangu nataka awe DJ akaniambia mwambie andike inamba. Mzee wangu mwenyewe serious. Kaomba bana security naomba nimfuate ushakumbuka hebu muite dogo bana nikasubiri sababu amemaliza ngambia bwana brother hebu ongea kwanza kidogo na mzee kidogo. Kaambia bwana DJ ni heshima na nini. Kaambia kwa sababu wewe kidogo mtu mzima nimekuelewa. Kutoka hapo yani nashukuru anaweza kaa sio anaweza ni sababu ya mimi kukunjuliwa nyumbani asante. Afai sana kusikia. Heshima yako inatakiwa iendelee kuwekwa hapo sana. Kweli. Sama umeshuhudia generation nyingi za DJing. Lakini pia kwenye sanaa kwa sababu since 2005 upo kwenye game, ushafanya kazi club, ushafanya kazi media, ushafanya kazi na wasanii. Na relate na wasanii. DJing ni tasnia kubwa lakini kwa movement zake nyingi inaonekanaga kama changa kulinganisha na tasnia zingine ambazo zimepewa kipaumbele kama filamu na muziki. Nataka nichukulie mfano huko kwanza kwa maana kwamba umeshashuhudia panda shuka waliokuja na waliotoka kwenye sanaa zingine lakini pia kwenye DJing. Kitu gani ambacho DJs hawajakijua hapa Bongo ambacho wakikijua basi DJs watafanikiwa sana? Mimi nadhani sidhani kama ni kitu kimoja lakini inatokeaga tu inakuwa hivyo yani unajikuta kuna sehemu ukienda yani unahisi wewe ni mdogo sana lakini mimi nadhani vitu vingi ambavyo sisi tunatakiwa tufanye ili kwa sababu bado yani kwa kibongo bongo DJ of course sasa hivi ni tofauti na miaka 5 nyuma ukweli kabisa. Kwa hiyo
kinachotokea kwanza DJs mtakuwa tuwe na umoja. Na umoja sio unajua watu wengi ukiongea nao wanahisi kwamba umoja ni mimi nimshike mtu mkono mwambie wewe mwanangu tukafanye kazi hii 1 2 3. No. Umoja ndo kama hivi kushirikiana. Kuna njia nyingi za kushirikiana. Hata kuongea tu DJ mwenzako amekuuliza kitu, amekupigia simu labda ametaka namba yako. Yaani ile kuongea tu, mawasiliano ya tayari ni umoja, kwa sababu kuna vitu vingi sana pale mnajifunza na mnajijenga zaidi. Lakini kibongo bana naona kama huo umoja umepotea sana. Yaani sasa hivi ndo tunajitahidi sana kurudisha. Lakini kipindi cha nyuma naona kama wengi walikuwa wanavimbiana sana. Kwa sababu mimi kuna watu wana umoja basi ni kikundi cha watu fulani. Yaani unakuta labda kuna grupu fulani labda wa DJs yao unakuta wengi wanapiga labda Masaki au wengi wa Tabata au wengi wa katikati hapa. Sio unanielewa hao upande wa Mbagala huko yani hao ma DJ wa Singeli yani kuna namna yani kuna magrupu mengi. Lakini mwisho wa siku tukiwa tunataka kupambania game ya DJ ya Tanzania hata kitu hivyo. Haijalishi wewe uko Masaki sawa una unyamwezi wako na nini, lakini mwisho wa siku hata mimi naipiga Gongo la Mboto Mbagala still bado kuna vitu vingi sana. Kwa mfano kama mimi mara nyingi sana waga najifunza kwa ma DJs wote. Haijalishi wewe ni mkubwa, haijalishi unapiga wapi. Yaani kuna namna tu yani mimi nikikuona playlist yako hata nikisikiliza kuna kitu najifunza kwako. Hata juzi nimetoka comment kwenye page ya mshikaji mmoja anaitwa DJ Ajizo kama sikosea. Anapiga sana Ajiz. Anapiga sana Singeli. Leo niliona clip yake ile. Nilipenda sana vibe lake. Lakini siwezi nikasema anachokifanya pale ni in professional way. Si unanielewa? Lakini unajua kwenye DJ kuna category nyingi. Yaani kuna mtu anapiga in professional way. Lakini hana ile vibe ya DJ Ajiz. Si unanielewa? Alafu yeye ana vibe lakini in professional way hayupo. Kwa hiyo sometimes wateja nao hawataki uwe professional sana wakati unawahudumia. Kwa sababu wanachotaka wao ni kusikia tu muziki. Yaani kuna muda hata ukiscratch hakuelewi. Wanataka tu ngoma. Atakuelewa DJ mwenzako. Kwa hiyo vitu vyote hivyo unajikuta na wewe kuna kitu unajifunza hapa. Unasema jamaa ili vibe lake nimelipenda. Wewe na wewe kama wewe ni professional ukiadi kwenye nani yako kuna kitu unaongeza. Kwa hiyo vitu kama hivyo sasa tukiwa tunashirikiana wote DJ mkubwa mdogo wa wapi kuna kitu tunakitengeneza. Then kuna muda hata ikitokea connection mara nyingi nilikuwa nikienda sana Kenya. Yaani Kenya nimepiga sana muziki wa mwana. Yaani mpaka sasa hivi nikienda kule yani hata nikipiga club unaweza wakahisi mimi ni Mkenya. Kwa hiyo kule nako kuna hata playlist, kuna playlist yake. So inaweza ikatokea ukaniambia bana oya na gig Kenya. Bana kule tunafanyaje ili tuue? Sasa mimi nikikuvimbia nisikwambie mwisho wa siku tunazidi kujidimiza sana ma DJ wa Tanzania. Kuna DJs wengi wameshaenda kule na wameniuliza hizo playlist. Nikamwambia bana moja unafanya 1 2 3. Easy. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia kinaweza katufanya sisi tukazidi kuinuka zaidi. Yani mwisho wa siku trust me mimi na kwa ninachokiona sasa hivi hata miaka 5 miaka 10 mbele. Bro, DJs wa Tanzania tutakuwa mbali sana. Naweza kusema kuliko hata wasanii. Hata ile tutakayokuwa tunalipwa. Sio kidogo tu kama kuna watu sijui kuna cheat code wamezipata sasa hivi DJs wana shows kuliko hata wasanii. Noma. Sasa hiyo inaweza kuwa na show nyingi lakini bado hatujafikia yale malengo ambayo tunafikiria bro. Yaani kuna namna tukifika miaka 5 10 mbele tutakuwa tunachukua la ndefu sana. Amen. Ikawa hivyo tu au sio? Sama itabidi turudi tupate muziki kidogo au sio? Sio mbaya sana. Niko na DJ Sama TZ Party Master, niko pia na DJ Drama. Nani TZ? Au sio? Mini L5 TZ au sio? Umependa au sio? Twende kwanza tupate muziki and then endelea kucheza pesa kwa sababu nitakaporudi pale baadaye ndakuja kuwapigia simu watu ambao tayari wameshapata bonus za cheza pesa. Hey sex ladies. Kama kuna sex lady yoyote amesikia kutoka kwa DJ Drama, itikia hapa au sio? Ni Shaggy yuko na Sean Paul, moja kati ya ngoma kali kabisa. Millennial wali enjoy. Sasa tunacheza chapati tu. Na shida sisi. Hatuna shida. Kitu gani unakipenda kutoka kwa Gen Z? Wewe millennial. Gani? Gen Z sisi kizazi kipi ambacho kimekuja?
mashabiki, ma DJ, lakini ma DJ itakuwa nzuri zaidi. Pandisha nisaidie. Jenzi wana vibe sana. Jenzi wana vibe. Unajua vizazi vinabadilika. Yaani kivyo vyote yani hata kizazi cha mtoto wangu sasa hivi akija kuwa kijana watakuwa kama tiki. Kwa hiyo generations zinabadilika na vitu vyake pia. Kwa hiyo ndio alivyo wana vibe. Mimi napenda tu vibe. Wana vibe sana. Muangalia mwanao, kuna siku niliona kama anakaa sana kwenye siti yako pale, nikasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Anapenda sana DJ sana. So hauwezi kumlimit aje kwa DJ. No, I'm training. Yeye mwenyewe anapenda. Yaani akiniona anafanya vile hata nisipomwambia chochote. Anakuja anafanya mwenyewe. Yaani kila ninachokifanya mimi na yeye anakuja anafanya hivyo hivyo. Wewe uko tayari aingie kwenye DJ? Of course, kama akiona huko panamfaa, siwezi kumzuia. Wewe unaona panamfaa? Yes, nikiona anaelekea huko, nitakachokifanya nitamtrain zaidi kwenye upande wa biashara zaidi. Kwa sababu na unajua vijana wengi wanakuja kwenye fani yetu. Wanajifunza, wanaenda chuo sawa, wanajifunza DJ. After hapo kuna kitu kimoja tu wanafail kwenye upande wa kujibrand kibiashara, wapate hela sasa. Yaani sawa unaweza ukawa unajua kila kitu kwenye DJ, lakini mwisho wa siku unashangaa DJ anatoka chuo alafu anaanza kukuomba gig, yaani kuna wewe mwenyewe utakuwa ujitengeneze kibiashara. Yaani hata mtu akiingia kwenye page yako akiangalia hivi anaona hii ni biashara. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kuna namna tu. So kama anaelekea huko, mimi nitamtengeneza zaidi kibiashara. Yaani upande huo ndo nitakuwa na deal nao zaidi. Kwa sababu unajua skills ni wewe mwenyewe. Kwa mfano hata mimi vitu vingi sana sijafundishwa. Yaani mimi nilielekeza vitu vichache sana. So hata ukiona DJ sio na scratch, yani vile ni vitu vinatoka kichwani tu vyenyewe. Yaani kuna vitu vingine vinakuja automatic au fundishwa kabisa. So utafundisha njia ambazo unatakiwa kujifunza. Njia ya kupata pesa zaidi. Kupitia DJ. Kupata pesa. Hivi vingine of course nitamtrain kidogo, lakini kwenye pesa zaidi ndo mtiti ulipo. So nataka niwafundishe pia biashara na utazama show sasa hivi. Biashara ni moja tu, cheza pesa. So utaratibu twende Black kwanza, anakupa maelekezo jamaa hapo Black. Alafu nikirudi hapa tuendelee kuongea biashara za DJ. Sasa hivi shika hizo hela za mboga ndugu yangu. Jioni hii hapa jua lishazama. Tondoke Maganya. Let's go. Kwenye biashara yetu tuko kwa hewa saa hii. Kizazi kinachobadilisha kesho, Ujanjani HQ ndo sisi hapa. Najua ushabadilika. Kesho sio kama leo. DJ Drama. Au nikuulize sasa umejifunza nini? Sasa hivi nimuulize DJ Sam. Umemsikiliza kijana wako kwa takriban dakika 20 ngapi? Unamrate vipi? Wewe ndio uliotoa tiketi kwa baba yake. Yaani also ni leo bro, ina bahati sana. Yaani ukutana na kijana ambaye baba yake alikwambia na kijana unaoneje aje? Ambia ingie kwenye tasnia. Alichokifanya napenda playlist yake kwa kweli, napenda playlist yake. Mix nitaipa labda 6 ya 10. Scratching nitaipa 3 ya 10. Kwa hiyo inabidi ufanyie sana mazoezi scratching. Na cha kushauri hapo labda sio, unajua game ilipo sasa hivi sio lazima uscratch. Yaani kama unahisi hauko comfortable na mashine ambayo unaikuta sehemu, kwa sababu kuna mtu mwingine akipewa mashine yake ile aliyozoea kila siku anapiga mikono sana. Lakini akienda kwenye mashine mpya haelewi vitu kama hivyo vinatokea. Kwa hiyo ukiona sehemu unakuwa hauko comfortable na hiyo mashine, sio lazima uscratch. Piga mix. Sio, unaelewa? Alafu pia kwenye mahesabu timing zile za kumix ngoma hii kwenda hii, kuna mahesabu kidogo pale nilikuwa naona yanapotea hivi. Kwa hiyo ni vitu vidogo vya kufanyia tu nani, lakini playlist nimeipenda, iko sawa na nimefresh sijasikia mapiano. Kwa sababu kiukweli yani ni mimi binafsi hata nikienda club yani katika ngoma ambazo sizipagi kipaumbele ni ya mapiano. Yaani naweza nikapewa masaa 4 nikapiga masaa 3 labda na nusu. Ngoma nyingine zote alafu nakuja kumalizia na mapiano hizo. Kwani unaichukia? By the way, no, sichukii. Ina maana gani? Sichukii. Lakini kwa mimi binafsi sehemu nyingi ambazo naenda kupiga nakuwa ndo main DJ. Sure. Kwa hiyo nikienda labda naanza kupiga muziki saa 6 au saa 7. Kwa unakuta vijana huko washapiga yani zote, yani washavuruga, kwa sababu
ma DJs wengi hawa sasa hivi wanakimbilia sana mapiano. Yeah. Kwa hiyo ili niweke utofauti, yani mimi napigaga muziki mingine tofauti kabisa ambayo hata ufikiri kama utaisikia. Yeah, sure. Lakini unaisikia na watu wanaenjoy na watu wanaimba. Yani hata hamna mtu anakuja kuulizia piga mapiano, hakuna kabisa. Yeah. Kwa hiyo sababu kubwa ni sio kama naichukia kwa sababu najua kuna watu wengi wanazipenda na pia nahisi na urahisi sana wa kumix, sijui labda ndio maana DJs wanakimbilia, sijui, lakini mimi ndio hivyo yani. So uchukia mapiano, no, ila unachukia ule ukawaida ambao utaonekana ukifanya. Hiyo pia inani limit, hiyo pia inani limit sana, lakini pia kubadilisha ladha. Sasa hivi DJs wengi nimesha notice kitu kimoja. Kuna ngoma nyingi sana sasa hivi hawapigi na zinapendwa sana. Kuna ngoma za bongo tu hapa miaka 10 nyuma ni kali sana. DJs wengi hawazipigi. Si unanielewa? Zipo common ambazo zinapigwa, lakini kuna ngoma nyingi. Yani hata ukisikia ngoma za zamani nyingi utasikia ngoma ya Chidi Benz, utasikia ni Tebasi, utasikia Da Stand Up, TID Zeze, wakienda sana Professor J ni kusaidieje, si unaelewa yani. Lakini bro, trust me, hizo ni za nyuma sana, na hapa katikati ngoma nyingi hazipigwi. Kuna ngoma za ya moto zile, design zile kama zile, kuna ngoma ile ya Sheta ile Shikorobo, yani zile tempo, kuna ngoma kama 10 pale bro, ukipiga watu wanaimba, si unaelewa. Na kufeel yani, kuna DJ akija hapa akipiga kuna ngoma zingine anasema kumbe ipo. Sure. Sasa mimi hizo mara nyingi sana ndo waga ni yani nazipa sana kipaumbele kwa sababu najua nikipiga mapiano yani unakuta yani DJs washatangulia watatu wote wamepiga mapiano na wamerudia baadhi ya ngoma. Kwa na mimi nikienda nikirudia tena utakuwa inakuwa tena sina ule ukubwa wa kufanywa main DJ. Sasa manake unataka kuniambia kile ambacho unaenda kukideliver huo unakaa unaandaa au unachukua muda wako kupitia? Swala kujiandaa mimi. Yani labda leo ningepiga ningetengeneza playlist kwa sababu na ningekuuliza bana napiga dakika ngapi? Niambia napiga dakika 20, ningetengeneza playlist kwa sababu kwa ajili ya dakika 20. Lakini kwa club mara nyingi waga siandae. Mimi playlist zangu tayari zinakuwa ziko ready muda wote. Kwa sababu ninachokifanyaga mimi kwa sasa hata sasa hivi tu nikipita tu nikisikia ngoma ambayo labda nilikuwa naijua labda imenipotea kidogo afu sijaweka kwenye playlist yangu, naenda naitafuta na iadi kwenye playlist yangu. Au nikipita tu club nikisikia DJ leo kapiga hii ngoma labda ni mpya na nimeipenda, mtashaza mtaiweka kwenye playlist yangu. Yani unafanyaga hivyo. Kwa kila siku nazidi kuongeza. Mimi na playlist ndefu sana bro. Naweza ngapiga hata masaa 10 bila kurudia ngoma. Kwa hiyo sana angalie na upepo pia wa watu. Nikienda club nikiona ili vibe sasa hivi siwezi kuanza hivi. Kuna sometime nikikuta DJ yuko tempo ya 120 na mimi naunga huko. Kuna sehemu nyingine nikienda nikikuta yuko 120 mimi naweza nikarudi chini kabisa kwenye tempo ya 70. Yani kalaza watu kabisa yani nikaanza upya disco. Sasa na kwa unasoma mazingira, lakini playlist ni muda wote yani zipo pale. Sababu mimi playlist zangu sio zile za kusearch. Tayari nishapanga folders. Yani nishapanga kila kitu. So umejiandaaga muda wote. Hata nikiamsha usiku sasa hivi bro, yani ukiniamsha mimi nakiwasha. DJ Sama. Brand yako ni kubwa. Hongera. Inatakiwa nikiseme mimi najua wewe unaniambia binafsi. Tunajaribu. Brand yako ni kubwa sana. Hilo jibu liniambia pia. Kweli. Brand yako ni kubwa sana. Leo wakati na waza kwamba nitaongea na Sama, nikawaza hivi Sama ikitokea akatolewa akaunti zake zile za Instagram, YouTube, akaachishwa kazi anapofanya kazi media unaofanya kazi, by the way shout kwa East Africa Radio na TV, ukaondolewa pale, tukaondoa brand yako kabisa Sama, utafanya nini kurudi kuwa Sama huyu au zaidi ya huyu? Tena hizo nikiondolewa nikirudi nitakuwa mkali zaidi ya huyu. Utafanyaje? Nitakuwa mkali na hisi sana kwa sababu unajua siku zote bana ukipewa nafasi ya pili inabidi ufanye zaidi ya ulivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo yani ikitokea sasa hivi yani ndo naanza moja. Nahisi nitakuwa noma zaidi kwa sababu naamini nitakapokuwa nipo nitakuwa nimejipanga sana. Nitakuwa nitatengeneza utofauti sana.
Kwa hiyo nikirudi yani naamini nitakuwa noma sana. Kwa hiyo vitu vitatu ambavyo utavizingatia. Mitandao haikwepeki. Yeah. Kwa dunia ilipofika sasa hivi, yani huwezi kwepa, yani huwezi kwepa kabisa. Sure. Kwa hiyo nahisi sasa hapo kwa sababu ya nitakuwa nimepotea, itabidi kwa vyovyote nirudi tena mtandaoni kwanza. Yani huwezi kwepa hiyo, huwezi kwepa kwa sababu siku hizi bana hata mtu akitaka kupakaza anamwambia naomba Instagram yako niangalie. Anaangalia una post nini, unapiga wapi, ukipiga watu wanaitika. Yani kuna vitu vingi wanaangalia pale. Umeona? So alafu pia brand nitai build zaidi yani. Yani hapa nilipo sasa hivi nahisi kuna vitu vingi sana tutatengeneza kwenye branding. Itakuwa more zaidi ya hapa nilipo. Ndio kwa sasa hivi unaweza kusema brand tu imekuja tu, lakini ni miaka mingi. Sure. Kwa muda mfupi hapa inabidi sasa we build tena kwa kutumia mitandao. Hata ikibidi ulipie wenyewe mitandao ili uzidi uwe juu zaidi. Yes. Kwa utatakiwa uwe na msuli mkubwa sana wa kupush. Kinoma. Yeah man. Hujaniambia ungerudi media kufanya kazi media? Unajua media pia ni part ya sama mnayoona sasa hivi. Sure. Yani kabisa yani. Kwa hiyo still bado mimi napenda media kiukweli kwa sababu moja, unajua mitandao inatudanganya sana. Kweli kabisa mitandao inatudanganya. Yani unaweza kuona una followers 100,000, 200,000, milioni. Lakini trust me, yani kuna watu sehemu wanaangalia sasa hivi TBC, kuna watu wanaangalia EATV yani huko mbali. For sure. Hawana mitandao bro. Yani mimi naendaga kuna sehemu naendaga huko yani Bukoba ndani huko yani nakutana na watu wananiambia tunakuonaga kwenye TV. Kwa hiyo wale watu kwenye Instagram hata hawakujua unaitwa nani. Sio unanielewa? Tunakuwa na followers wengi lakini kuna mwingine amekufollow tu alipita. Yani unaweza hata tunavyopost hizi gigs zetu basi tunapost sometimes ni ushahidi tu, lakini kiukweli kuna watu watufuatilii huko yani. Lakini kuna mtu anasikiliza radio sasa hivi. Anatizama TV sasa hivi ndo amekujua hapo. Sure. Yani sehemu nyingi sana nikienda ananiambia watu tunakuonaga kwenye TV hivyo yani. Kwa hiyo of course kwenye media ningerudi. Safi. DJ Sama TZ. Wakati napiga story na Sama nimekumbuka inabidi ni wachezeshe draw au sio? Watu wapate pesa au sio? Anakuja kuniletea namba hapo. Nadhani ashaniwekea hapa namba. Watu wameshaokota pesa zao sasa hivi. Tumalizane. DJ Drama. Yeah. Safi kaka. Wewe kitu gani ambacho amevitaja Sama hapa ni moja kati ya vitu ambavyo unavizingatia zaidi? Kwanza kabisa brand. Unajibrand vipi DJ Drama? Kwanza mimi bwana, to be honest. Kama alivyosema sio kwamba naiga kauli yake bwana. Mimi si ni mvivu wa kutoka. Mimi kuna nimetoka. Na hisi tulishakwambiaga hata first time. Mimi kiona nimetoka nini kishawishi cha mshikaji wewe bwana mtone sehemu fulani kuna issue hivyo. Nikitoka mimi ni kazi, nimerudi nyumbani naweza nikakata wiki nzima sijatoka. Kwani unakula nini kaka? Sasa yani kuna kutoka ile kwamba kwenda kiwanja labda hivi kuna hiyo vitu mimi kwangu viko tofauti. Kwa sababu kitu kimoja unajua unapoenda kukutana na tajiri. Nimeona sana kwa baadhi ya wasanii. For instance mimi kuna msanii ambaye nafanya naye kazi. Comedian Jomasa. Yule jamaa hatoki yani kutoka kwake ni dukani ndani. Akaniambia unajua ukitaka uheshimike usionekane mbele za watu. Unajua kila mtu akiona yule si alitana bana ukitoka ukaenda kiwanja fulani unamkuta unajua ile inapunguza ile CV yako fulani. Ila ukawa ni mtu wa kuonekana kwa nadra yani mtu mpaka akuone ni bana kuna show au bana kuna kazi kuna event ndio unaonekana kidogo na kupandisha for my side. Pia appearance uwezi enda sehemu DJ huko Shakala Baga wanasema wewe DJ na nini unavyoonekana kidogo tunajitahidi na maslahi unayatanguliza kaka. Unacheka bana Sama. DJ Drama alitucheki muda hapa penyewe kwa benchi alitucheki bana. Nashukuru sana. Alitucheki bana wewe vipi tukamwambia bana hii platform yenu bana karibu ndamalizia story. Ni aje? Amekata simu. Haijakosewa hiyo aloingia ndugu yangu. Ngoja nikupigie tena. Sasa alivyotucheki huyu jamaa. Tukamwambia karibu hii platform yenu, akanambia shilingi ngapi mnalipa? Kupata mkopo kutoka
mtangazaji aishiwa salio ni yeye. History kubwa sana. Baadaye ameshapata laki. Au kama producer naomba nisaidie simu yako ni hakikishe. Hii hapa. Na salio kila kona. Nini? Mtangazaji. Hello, kwenye na simu hello. Halo, habari ya saizi kaka? Salamu, unaongea na L5 kutoka TBC2 Hadzone. Naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Fasi kutoka Mbeya. Homeboy kabisa. Uone ndaga. Ishe ndaga fizi. Mzangu umecheza pesa leo? Nimecheza leo, nimejaribu. Umecheza mara ngapi? Leo ndo siku yangu ya mara ya kwanza ndugu yangu. Siku yako ya mara ya kwanza umepata pesa yako kwa mara ya kwanza. Nadhani utakuwa umeshauona muamala. Kwa bonus za uendelee kucheza. Kuna 500,000 inatoka pia. Asante kaka, nashukuru, mbarikiwe sana. Unyama sana ndugu yangu kutoka Mbeya. Unyama. Na kumalizia hii story lazima nikwambie, inaniuma sana. Akanambia shingapi? Nilimuunganisha na producer bado. Alinicheki mimi nikamcheki producer kwamba bana kijana yuko hapo, mtamalizana. Sasa producer akakasirika sana kwa sababu wakati tunaanza hii show kuna watu walikuwa na mentality hiyo. Kosa lake huyu alicheck show kama ni shabiki wa show, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anajua vitu vinaenda vipi. Alafu anakuja anasema fedha. Sasa tukamwambia kama unahitaji fedha, sisi tulivyokaa basi subiri kwanza, tukipata wadhamini, tukipata fedha basi tunaweza tukakuwezesha, kwa subiri. Hiyo huwa tunafanya hivyo kuwakumbusha kwamba sio kila kitu kinatakiwa ukipate kwa sababu ufanye au kwa sababu utapata fedha. Pengine Sama usingefika hapa kama ungetanguliza hiyo fedha before. Nikupe story moja. Wakati nafanya interview ya kujoin EATV, nilikuwa Mwanza. Nilikuwa nafanya kazi Mwanza. Nilikuwa nafanya kazi mimi na Albi club moja Mwanza. Ilikuwa inaitwa Stone Club. Kwa hiyo wakati mimi nimetuma CV yangu EATV, so waliniambia inabidi uje kufanya mix live. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, nilipopigiwa simu tu bana, njoo ufanye nani mix live ndo tujue kama ni, kwa sababu unaweza kutuma mix sio ya kwako. Zamani watu walikuwa waiki hata jingo. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, nikaambia Alibi mwanangu, mimi naamsha yani moja kwa moja sirudi, sababu tulikuwa tunakaa ghetto moja. Kwa hiyo nikaacha vitu vyangu vyote vingine nikauza. Kwa hiyo mimi nimetoka Mwanza nimekuja Dar direct, nikajua hii yani hii nishatoboa, yani kivyo vyote hii nishashinda. Sio, unanielewa? Na hizo ulikuwa unajigaramia mwenyewe. Kila kitu hamna mtu anakupa hela. Yani upewe hela yani. Zamani kuingia kwenye media bro, noma. Oya nilikuja kwanza kitendo cha ile kitendo cha kuja Dar, struggle zikaanza. Hustle zikaanza. Oya tulistruggle karibia miezi 3. Unaenda unafanyishwa kipindi, mtu anakusimamia afu unaondoka. Hutaji hata jina, hupigi hata jingo yako. Yaani unapiga mix plain. Hakuna mtu anakuambia bana, oya tuna DJ fulani leo sisi tunamwangalia. Hakuna. Yaani mtangazaji anarudi kwenye mic, anadili na mambo yake. Huruhusiwi hata hata kutajwa jina lako tu. Lakini tukakomaa. Lakini huwezi amini, baada ya muda tulikuwa ma DJ karibia 60 nadhani. Baadaye tukabaki DJs kama 6. Sio, unanielewa? Kati ya watu wote wale wanaingia kwenye vipindi kujaribishwa. No, yani wale walifanywa nani, sasa tukachujwa wale 6 sana, tukawa tunafanya rotation sasa kwenye ili kupatikana mmoja. Huyo mmoja ndo akapatikana. Sama. Baada ya kuingia tena sasa ndo wewe sasa ushapita. Nilipoenda sasa kwenye media, ndani kule sijaingia studio miezi 3 mingine kupiga muziki. Si nimeenda kama DJ. Sijaingia studio kupiga muziki. Umekaa bench. Nimewekwa bench, nimewekwa library, nimewekwa production. Miezi 3 wanakupa dola nauli tu labda kila wiki. Ijumaa unapewa nauli yako. Hivyo. Miezi 3 niko production, niko library. Yaani unajua wanakutoa kwenye saikolojia ya DJ kabisa, wanakuondoa mchezoni kabisa yani. Kwa hiyo yani ndio maana sasa hivi hata matangazo yangu mengi ya club sio mimi napiga mwenyewe kwenye production, iko vizuri sana. Library nimekaa sana. Kwa hiyo baada ya hapo sasa miezi 3 imagine
miezi mitatu, na kipindi hicho naishi hostel. So una miezi mitatu ya kwanza, una miezi mitatu mingine. Alafu hiyo miezi mitatu nilikuwa naishi hostel. Unaposoma? Nilikuwa sisomi, lakini kuna mtu alinifanyia mchongo. Yani mimi natoka pale asubuhi watu wanajua ni mwanafunzi. For the first time naonekana kwenye Friday Night Live TV, ndio watu wanashangaa, kumbe huyu jamaa DJ, tuko na superstar. Kwa kabini niame pale. Sio unaelewa? Kwa hiyo hizi nafasi sasa hivi sijajua ni nini, lakini DJs wengi sana. Sio nyie tu, hata kwetu pale kuna mtu unabana njoo leo uamshe huko. Nakwambia mwanangu usiko vizuri. Ile kishikaji akikueleza unaweza kumuelewa. Lakini sio kwambia bana inabidi mnilipe. Kwa sababu still bado akija hapa TBC ni kubwa sana kuliko hata yeye. For sure. Na kuna vitu vingi sana atapata akifanya show hapa. Trust me. Lakini watu wengi hawaelewi hilo sasa hivi. Wao majenzi kuna namna wanachukulia media kama ni kitu fulani acha kawaida tu. Nadhani sisi huko hapa nadhani watakuwa wameelewa maana ya hiyo. Mimi media nimeanza kufuatilia kitambo mpaka nimeingia kwenye mchongo. Haikuwa nyepesi, drama tushaongea pia. Kwa hiyo yangu ila nafasi kuna watu wanaitaka sana. Big time na inasogeza kwa watu wakubwa. Sama tumezungumza mengi. Tulizungumza kwamba leo tumekuja tupige story, lakini pia uangalie kijana wako atachokifanya na show inavyoenda, lakini pia tuahidi kwamba utakuja kwa ajili ya kupiga na tutazungumza pia, au sio? So karibu sana. Umetisha sana bana kipindi chako, mimi nimekuwa nikifuatilia kwa sababu matagi mengi pia nayapata. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana unafanya kwa ajili ya DJ. Inabidi DJ kuheshimu sana. Amen. Ma DJ ile jambo lingine pia inabidi ulifanyie kazi. Ni muhimu sana kwa sababu inazidi kukuza game ya DJ. Sure. Big up sana. Asante sana. Appreciate DJ Sama, mimi ni shabiki yako kitambo. Media imeni introduce kwako na vitu kama hivyo. Kuna siku nilikuwa nasikiliza radio unaofanya kazi. Nilikuwa nikitamani sana kuwepo pale. Lakini pia nilikuwa nikitamani kwamba ipo siku nafanya kazi nikisema na Party Master ndio yupo kwenye turntable au sio. So today imekuwa good kabisa, ni naye hapa na yupo kwenye show yangu, sio kwenye show yake. So unyama sana. Karibu sana Sama next time. DJ Drama. Sijaona leo ukihype ndugu yangu. Haipa namba 1. Asante. Ndaipu ukija. Tutapokezana. DJ Drama asante sana, karibu tena. Tutazungumza mengine zaidi. Since umekuja leo, utaendelea kuja. Kama pesa zikiwepo nitakugawia, usijali. So chao wanangu, tukutane kesho pia kitawaka vibaya sana. DJ Deo atakuwepo hapo. Amesema hajanisikia nikihype. Kesho na hype na kibaluza kama kaa. Siombi hela matajiri. Tukutane kesho. Chao.